Samani dada, naomba nielekeze njia sahihi ya kupita mimi ili niweze kufika safari yangu. Kwani wewe ulipita njia gani? Nilipita njia hii ambayo nikachukua chini kule bondeni kwenye shamba mpunga huko. Lakini nikaona vitu vya ajabu tofauti na sijafikiria hata kuviona na macho yangu. Kakaangu, hiyo njia ulopita ni mbaya sana. Tena mbaya kweli kweli. Yaani mpaka umepona umerudi hapa. Ashukuriwe Mungu kwa kweli. Kaka, ina maana masaa yote hao hujafika tu? Ni kweli sijafika. Kwa sababu ni safari yangu mbele naona kiza tu. Kama imeshindikana nipe mimi nipeleke. Usijali. Wewe nenda, mzigo utafika tu. Kwa makini. We kaka. Kwani wewe ni mwenyeji kwenye huu mji? Hapana, kama nilivyokuambia, mimi natokea Dar es Salaam. Hapa ni mgeni. Na ulikuwa unaongea na nani hapa? Hapana, acha tu. Naomba niende. Hii ndo kisasa. Kitwe, nimefahamu kila kitu kinachoendelea. Kumbe nilikuwa mjamzito. Ila wewe mimba yangu umeitoa. Zuena, utanisamehe kwa hilo. Mwanzo nilifanya makosa. Na mwanzo sikuwa najua kama wewe ni mjamzito. Lakini nimekuja kujua ukiwa umeshaondoka. Sikuwa na jinsi. Ila nilijua utarudi. Na nijua ukifika tutatafuta njia nyingine na kufanya kuliweka sawa. Nashukuru kwa kuwa umekuja. Una lolote? Inaelekea ni michezo yako. Na sio kwangu tu.
Ni miaka 5 sasa natafuta mtoto. Ila wewe umekuja kutoa ujauzito wangu. Aya. 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 Tulasohoye hatubona gomba kumusumbua sana kiti wacu none nuveho genda akiri kale. Wewe binti, unatafuta nini kwa maisha yangu? Zuena, sikumaanisha mfuate mganga kumwambia nilichokwambia. Ila nilitaka tu ujue kweli kuwa sio kila watu wa design ile wanapaswa kuaminiwa. Wengine wanakuwa na kazi zao zingine binafsi. Kazi gani? Husu wakati wake. Nitakaporudi nitakuja kukuchukua kwa ajili ya kwenda kujionea mwenyewe kwa macho yako. Ukisikia kule msheki ya mbwa ndo huko leo. Maana nazunguka tu. Kama napokwenda sipajui. Hapa sasa itabidi niombe msaada ili mzigo ufike. Maana bila hivyo nitakuta mgonjwa amekufa. Ngoja nirudi nilipotoka huko.